Karibu mpendwa mtazamaji wa TV IDMAX. Karibu katika kipindi cha lifestyle ya vijana au lifestyle katika maisha ya vijana. Vipindi vya nyuma tumekuwa tukiongelea lifestyle ya vijana katika nchi za Afrika Mashariki, tukiongelea Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. So siku leo ningependa tuongelee madhara ya kuiga lifestyle. Sheria ya maisha siku zote kuiga lifestyle ni kama mtu ulikuwa unatumia mkono wa kulia afu ukaiga kuandikia mkono wa kushoto. So matokeo yake au madhara yake ni nini? Kitu cha kwanza au madhara ya kwanza ambayo utakaweza kuyapata baada ya kuiga lifestyle ya mtu au ya sehemu fulani ni matatizo ya kifedha. Lakini pia kitu cha pili ni kulose concentration na focus ya kile kitu ambacho unakifanya. Lakini pia kitu cha tatu, stress. Stress zinaweza kutokana na kuiga lifestyle ya mtu. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kusababishwa na kuiga lifestyle ya mahali fulani au ya mtu fulani, kujiingiza katika tabia mbovu au zisizohitajika katika jamii. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu gani? Let's say ukaiga, unaona mwenzako anakunywa pombe na wewe kanywa pombe, na vijana wengi siku hizi tunaishi kwa maisha ya kuigana. So kipindi hichi kinakusaidia wewe kama kijana, lifestyle unayotakiwa kuishi katika maisha yako ya kila siku, itabidi ujichagulie wewe mwenyewe, kwa sababu kila mtu ana lifestyle yake katika maisha yake ya kila siku. So kama mwenzako kwa siku anatumia 70,000, wewe unatumia 10,000, usitake mfanane, kwa sababu lifestyle zinatofautiana kabisa na uchumi unatofautiana. So kitu gani ambacho unahitaji tukijue au tukifahamu kama sisi vijana? Tujaribu kuishi lifestyle ambayo sisi tunaichagua. So gani? Kijana, amua, weka malengo, focus na unachokifanya. Kama umeamua kufanya kitu fulani, focus na hicho kitu, usige maisha ya mtu. Kwa sababu kuiga kuna kupelekea wewe ukalose concentration na kupoteza ndoto zako kabisa. Ngani nimesahau kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha kutokana na kuiga lifestyle ya mtu au ya mahali fulani, kupoteza future yako, yani vision yako inaondoka. Usione mtu anauza biashara basi na wewe ukaiga, na mimi nataka kwenda kuuza biashara. Usione mtu labda let's say anafundisha tuition, anapata hela, anapata wanafunzi, na wewe unaiga, ngoja kwanza na mimi nikafundishe na nini. No, that is not true. Kitu ambacho unachotakiwa ukizingatia, kama unauza karanga, mwenzako anauza duka kubwa la nguo, usitake kuiga, usitake pretend maisha na mimi nataka unaenda kukopa mahela ili uanze kuuza na wewe nguo. Hapana. Hizo karanga unazouza, jaribu kutafuta namna au njia ambayo unaweza kuboresha uuzaji wako wa karanga na njia ya kupata wateja ili upate faida zaidi. Kwa sababu gani? Mtu kwa mfano, nitolee mfano kwa maisha ya Dar hapa. Dar kuna watu wengi sana na kila mtu ana maisha yake. Kila mtu ana maisha yake. So kwa nini nimetolea mfano Dar? Dar kwa mtu yoyote ambaye anafanya kazi inamuingizia hela na anailisha familia, yeye mwenyewe anakula na mahitaji yake ya msingi anayakamilisha. Kazi anahitaji kuiheshimu sana na anaiheshimu sana. Iza kazi ya site, beba tofali, wengine ndio wanaishi hivyo, lakini anaiheshimu. So tunachotaka kusema nini? Hebu ishi katika lifestyle ambayo wewe unaiweza na unaimudu. Hebu tuone umuhimu gani ambao unaweza kukusaidia wewe unapokuwa unaishi lifestyle yako, yani upretend, yani unaishi kama wewe unaishi.
Mr. Asante Shanda nilimsikia akasema mimi naishi Lili. Kwa nini? Yaani kuishi Lili unakusaidia wewe kuondokana na vitu vingi. Kuishi Lili, yani kuishi bila kupretend, inakusaidia wewe kuishi maisha ya raha, ya furaha, yenye amani. Kwa sababu gani? Kwa mfano, let's say wewe kipato chako ni 10,000. Unaenda kwa zako kununua mtumba 2,000. Sasa unatulia na unakula vizuri, unaenjoy. Lakini wenzako anaingiza 50,000 kwa siku, aenda kununua nguo special ya dukani na wewe unataka uige. Kipato chako 20,000 hicho, 20,000 yote unachukua unaenda kununua nguo. No, utachelewa sana. Yaani tutachelewa sana vijana ambao tunaishi katika maisha haya. Vijana kama sisi vijana tunaoendelea kujitafuta, tunahitaji njia nzuri za kuishi lifestyle yetu. Hata kama maisha ni magumu, mtu unasoma au upate ajira au hujapata ajira, jaribu kutengeneza lifestyle ambayo inakunyooshia wewe njia, sio inakukunjia wewe njia. Najua katika njia lazima kuwa kuna kona, mabonde, milima, lakini ana kiasi chake. Ikifika sehemu mteremko, unafika sehemu barabara imenyooka, hakuna hata mikunjo. So tuendelee kupambana kama sisi vijana na tuishi lifestyle ambayo ile tunaimudu. So kitu cha kwanza ambacho kinakusaidia wewe ukaishi lifestyle yako, cha kwanza unajiondoa katika stress. Cha pili, mahusiano bora. Kwa sababu ukipretend, ukiona mwenzako ana demu mkali, anamtunza vizuri, wewe ukiangalia pesa huna. Na niseme hapo tunikazie kwa vijana ambao tunaendelea kujitafuta. Kama unahitaji mwanamke mkali, maisha yako ende vizuri, umtunze, jaribu kutafuta hela kwanza. Wanaume tutafute hela kwanza kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Yaani unaona kabisa haujajipata. Alafu ukiangalia mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano anatumia hela kubwa kuliko wewe unayoingiza kwa siku. Bro. Bado tuko nyuma sana vijana wa hivyo. Tuache. Kama yupo, aendelee kujitafuta na aendelee kujitafuta. So siku ukijipata, unajua siku zote, yani mtu ukishajipata, kutoa 100,000, 200,000 mwanamke kwenda kusuka 50,000 ya kununua labda blouse moja, 50,000 ya kununua sindiria. So kitu yani kigumu. Kwa sababu gani? Kitu kipo. Sasa pressure ya nini? So inasaidia kuwa na mahusiano bora, lakini pia inakusaidia wewe kuconcentrate na kufocus kwenye kile kitu ambacho unakifanya. Wewe umeamua sasa hivi kuwa mfanyabiashara, focus. So umeamua kuwa mfanyabiashara, unaona mwenzako leo hii anaandika vitabu, na wewe kidogo una knowledge ya kuandika vitabu, basi unakimbilia huko. Tutachelewa jamani. So kama vijana tunatakiwa kujifunza nini kwenye hichi kipindi cha lifestyle? Na nimeandaa kipindi hichi kwa ajili ya sisi vijana tuchague lifestyle ambayo tunaendana nayo. Tusipretend lifestyle. Yaani lifestyle kwa maana ya Kiswahili ni mtindo wa maisha. Yaani mtindo wako wa maisha kuanzia asubuhi mpaka jioni, mwezi mzima unaishije, mwaka mzima unaishije. So lakini pia kitu kingine, tuendelee kumtanguliza Mungu. Kitu cha msingi kabisa katika maisha yetu sisi vijana, kwa sababu vijana tunakutana na changamoto nyingi sana na ni ngumu. Kuna muda unapitia wakati mgumu, lakini ujue uanzie wapi. So sehemu ya kwanza kabisa ya kuanzia ni kumuomba Mungu. Mungu atakusaidia wewe, atakunyooshea njia, atakufungulia njia. Hata ukienda kusoma Methali, Methali 3. Methali 3 inasema, yeyote atakayetii na kuzifuata amri zangu atapata kibali mbele yangu na mbele ya wanadamu. Tukiangalia hata Esther alipata kibali mbele za wanadamu na mbele za Mungu. Daudi alipata kibali mbele ya wanadamu na mbele ya Mungu. So hichi kipindi cha lifestyle kiweze kutusaidia namna gani tuweze kuishi maisha yetu sisi ili tuweze kufika pale tunapopahitaji. So usikose vipindi vinavyoendelea.
Usisahau kusubscribe, kucomment na maoni yako pia tunayasoma. So karibu sana na asante, tukutane katika kipindi kijacho.